Biblia inasema siku za mwisho kutakuwa na manabii wa uongo. Ni kweli, kwenye manabii wa uongo na manabii wa kweli wapo. Biblia inasemaje kuhusiana na nabii? Yeremia 1:5, kabla sijakuumba nalikujua, kabla hujazaliwa nalikutakasa, nimekuweka kuwa nabii wa mataifa. Kwa hiyo nabii ni mtu ambaye anaandaliwa kutokea tumboni. Tunaona Elizabeth amebeba mimba ya Yohana. Malaika anamwambia na hauruhusiwi kunywa kileo chochote mpaka mtoto atakapozaliwa. Maana yake kwamba kuna uhusiano gani kati ya ulevi na nabii? Leo tunaona manabii wanakuambia wanatumia waini, manabii walevi, manabii hivi na hivi. Jua nabii wa kweli na wa uongo. Tukutane kwenye kipindi cha live baadaye. Tutataja sifa za nabii wa kweli na sifa za nabii wa uongo. Kwa sababu nabii ni chombo kilichoandaliwa kuanzia tumboni. Kuna Roho Mtakatifu anaweza kukushukia ukaona kuna 1 2 3 yule ana 1 2 3, lakini kweli kwa sababu Roho Mtakatifu amebeba hizo. Lakini Roho Mtakatifu ni pale tu ameamka anafanya kazi. Lakini nabii muda wote macho yake yanaona. Na nabii ni macho ya Mungu katika dunia hii. Nabii ni kinywa cha Mungu katika dunia hii. Na ndio maana hawezi kutamka kwa sababu kuna vingine kitamka vinakuwa. Kuna vingine anaviona lakini hata visema. Nabii ni mtu mwenye siri kuliko mtu yeyote duniani. Nabii anatunza siri nyingi. Tunapishana na wachawi tunawajua. Tunapishana na wewe, jana ulikuwa wapi na leo uko kanisani tunajua, lakini tunakaa kimya. Na ukiona tujaongea kwa sababu mahali ilipo madhabahu ya Mungu ipo kwa ajili ya kubadilisha kibaya kiwe kizuri.